Zesha, tunafanyaje? Nini? Sasa nimeandika hivi. Kuna kiasi katika kuwaza. Nimeandika pointi moja hapo ya kwamba kiasi maana yake ni kujitawala. Jitawale, tawala mawazo yako. Wengi hatuna uwezo wa kutawala mawazo. Mawazo yetu yanatawaliwa kwa nini? Kwa sababu nini? Hatuna uwezo wa kufanya wa kujitawala. Ukiwa na uwezo wa kujitawala na kuhakikisha Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, atakuwa na uwezo wa kufanya wewe uweze kutawala mawazo na mawazo. Nasema wewe, mbona waza sana? Wewe mbona fikiria sana? Acha unachowaza kafanye. Kwa kiasi ni kujitawala. Kwa hiyo nasema hivi, ili tuwe na upendo, lazima uwe na kiasi katika kuwaza. Jitawale katika mawazo yako. Ukijitawala katika mawazo yako utashinda. Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako anakufanya wewe ujitawale. Yaani unakuwa ni mtu ambaye sasa unakuwa na uwezo kuiendesha mambo yako. Kwa nini? Sababu Roho Mtakatifu anakuwa anakuelekeza. Hautaongozwa na akili yako, hautaongozwa na ufahamu wako. Sasa akili yangu inawaza mpaka hadi imechoka. Unaamka, unawaza tena. Kwa jioni tena, unawaza, unakaa asubuhi kutwa, unawaza mpaka mtu anakonda, mpaka mtu anasema, huyu mtu ana shida gani? Nini? Mawazo. Lakini tunda la upendo likiingia ndani yako linaleta kutawala mawazo. Mawazo yako yanatawaliwa na Roho Mtakatifu. Mawazo yako yanatawaliwa na uwepo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo watu wanani wa mtu kumtafuta Roho Mtakatifu atawale mawazo yako, atawale fikra zako, atawale hisia zako, atawale namna wewe unavyofanya nini kumpenda Roho Mtakatifu, kuachilia mbele zake. Nipo tayari Roho Mtakatifu, nisaidie mchana leo. Nipo tayari Roho Mtakatifu, tawala mawazo yangu, tawala kila kitu ninachokifanya, ili ya kwamba niweze kukaa kwenye uwepo wako. Kumbuka tuna Roho Mtakatifu, ni uwepo wa Roho Mtakatifu.